Halo wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli hii ya Adventist Pilgrim. Leo ni Sabato ya tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026. Napenda kuwakaribisha katika lesson discussion ya siku ya leo nikiwa pamoja na mke wangu. Tuko somo la 13 katika mwongozo wetu kwa kujifunza Biblia lenye kichwa kinachosema katika umilele. Kabla tujaanza, hebu tuombe. Asante mtakatifu Mungu wa mbinguni kwa kutupatia nafasi pamoja na wasikilizaji kujifunza somo hili katika umilele. Tunaomba Roho wako atuongoze kwa jina lako Yesu. Amina. Amen. Karibu katika somo la leo mke wangu pamoja na wasikilizaji wote kwa ujumla lenye kichwa kinachosema katika umilele. Pengine mpendwa mtazamaji, umewahi kujiuliza, hata mimi nimejiuliza mara kadhaa, na wakati mwingine maswali yangu yananivunja moyo, isipokuwa tunapata tumaini ninapotazama maandiko kwamba mapambano yote tunayopambana nayo katika dunia hii mwisho wake ni nini? Tunawaona watu wakisoma, wakitafuta mali, na hatimaye tunahudhuria misiba, tunawazika. Wengi tumewazika miaka mingi iliyopita, lakini sasa kumbukumbu lao limesahaulika. Mwisho wa mambo haya ni nini? Je, watu huishia huko? Watu hupotea moja kwa moja? Na wengine wanachagua kutenda mema, wanatenda mema katika maisha yao, wanajitahidi kumtafuta Mungu na kutenda yaliyo maadili katika jamii, nao wanakufa wanapotea. Na wale wanaotenda mabaya wanakufa wanapotea. Je, mwisho wa waovu pamoja na wabaya utafanana? Je, kuna tumaini lolote kwa ajili ya maisha ya baadaye? Somo la leo linasema katika umilele. Fungu la kwanza linapatikana katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2 fungu 3 fungu la pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 fungu la pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 fungu la pili inasema, Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Mtu wa Mungu Mtume Yohana anasema, wapenzi, sasa tu watoto au wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, bali atakapodhihirishwa tutafanana naye, maana tutamuona kama alivyo. Yako maswali mengi ya kujiuliza. Kwa nini Yohana anasema sasa tu watoto wa Mungu? Je, hapo awali hatukuwa watoto wa Mungu? Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale viumbe vya baharini, samaki wa baharini, viumbe vya ndege wa angani na viumbe vyote vya nchi kavu. Kwa hiyo katika kuumbwa tuliumbwa kama watoto au wana wa Mungu, lakini dhambi ilituondolea haki ya kuitwa wana wa Mungu. Na ndio maana sehemu fulani unasoma katika Biblia katika Yohana 8 fungu 44, Yesu anasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mtendazo. Maana yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika ile kweli. Na hivyo kutokana na dhambi tulipoteza kuitwa wana wa Mungu na kuitwa wana wa yule mwovu. Lakini tunasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza fungu la 12, kutokana na kifo cha Kristo anasema, wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, yani wale waliaminio jina lake. Baada ya kifo cha Kristo, tunapomwamini Yesu, mpango wa urejeshaji wa mfano na sura ya Mungu unaanza ndani yetu. Na hivyo Yohana anasema kwa ujasiri kwa wale waliomwamini kwamba, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Changamoto ni kwamba hajadhihirishwa bado. Mchakato wa ukombozi bado unaendelea, bali atakapodhihirishwa tutamuona kama alivyo na tutafanana naye. Ndani kabisa katika somo, labda tusomee maneno ya utangulizi hapo tupate kuyasikia. Maneno ya utangulizi
yanaanza kwa kusema, wakati ujao una nini kwa ajili yako? Ni kitu gani kipo huko mbele? Unaweza kuwa wa kutisha, wa kusisimua, wa kuogofya na wa kushangaza, vyote kwa wakati mmoja. Jua kwamba Bwana Yesu ni mwaminifu na kwamba maneno yake ni ya kweli. Ufunuo 3:14. Bado zitakuwepo siku za dhoruba hapo mbele, lakini ameahidi kwamba kamwe hata kupungukia kabisa wala kukuacha. Yeye atatenda hakika kile alichosema atakitenda. Daima ametenda, naye daima atatenda. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Weka nukta kwanza hapo. Katika mchakato huu wa kufanyika watoto wa Mungu, maandiko yanatutambulisha kwamba kuna dhoruba na majaribu. Maana yake shetani hawezi kukubali kupoteza mateka wake bila kuhakikisha anawarudisha katika hema yake. Kuna dhoruba na majaribu, lakini Yesu anatuahidi kwamba atatenda, atatusaidia katika mchakato wa kubadilisha tabia zetu tuweze kufanana na sura na mfano wa Mungu. Na katika hili tunahitaji kuvumilia hata mwisho. Iko fungu jingine katika kitabu cha Yohana 6:37, anasema, wote aniyepao Baba watakuja kwangu, na yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Hii ina maana kwamba yeye Yesu kwa namna yoyote anapotupokea sisi kwa watoto wake, anatujua tuna udhaifu, tuko katika hali ya kutenda dhambi, kama anavyosema katika kitabu cha Warumi sura ya 8:7, nia ya mwili ni uadui dhidi ya Mungu, wala haiwezi kutenda mapenzi ya Mungu. Kwamba tumezaliwa katika hali ya dhambi, miili yetu na akili zetu zikiwa sana katika hali ya kutenda dhambi, na hiyo yote Yesu anayejua. Lakini tunachohitaji ni kuvumilia katika kumwamini Kristo hata mwisho. Kuvumilia tunapoanguka, tunainuka, tunatubu, tunadhamiria kutenda yaliyo mema, hata hatimaye atakapotuokoa kutoka katika dhambi zetu. Ingawa wakati mwingine hali hii inakatisha tamaa, mtu unapotaka kutenda yaliyo mema lakini unajikuta umeanguka katika dhambi, lakini maandiko yanasema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayefanyaje? Atakayeokoka. Tuendelee. Bila kujali idadi ya siku tulizobakiza duniani, yatupasa tukaze macho yetu kwa Yesu. Ndio. Tukidumu bila kuchoka kumtazama yeye. Hili sio rahisi siku zote katika ulimwengu unaong'ang'ania kusikilizwa. Lakini hebu sisi kama Daudi tuseme, macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wavu. Zaburi 25:15. Juma hili hebu tujifunze kuhusu zawadi ya mbinguni, jinsi mbinguni patakavyokuwa na hatimaye itakavyopendeza kuwa pamoja na yeye aliyetuumba, aliyetupenda hadi mauti, ambaye ametukomboa kutoka katika dhambi, naye anakuja tena upesi. Inatupasa kushikilia kile tulicho nacho kwa imani hadi wakati huo. Yesu anasema sehemu moja, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Tuna makao mbinguni ambayo Yesu ametuahidi tutaishi pamoja naye. Kuna mambo mazuri huko, hakuna kilio. Kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura 22, wala mauti wala maombolezo wala kilio wala huzuni haitapatikana huko. Lakini sasa tuna kazi ya kufanya katika kuthibitishia ulimwengu kwamba sisi tumemwamini nani? Tumemwamini Mungu, tumemwamini Yesu, katika kujifunza kujizoesha kuyatii mapenzi ya Mungu. Uwezo upo kupitia Roho Mtakatifu wa kutuwezesha kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Maana hii ndio mapenzi ya Mungu, yani tutakaswe, tuepukane na uasherati na kila aina ya tamaa za dunia hii. Kwa somo la juma hili litatueleza kwa kina jinsi mambo ambayo yako kule mbinguni na jinsi Mungu anavyotamani sisi tuwe kwa ajili ya kuurithi uzima wa milele. Amina. Mungu awabariki. Niwatakie wakati mwema na niwatakie ufuatiliaji mzuri katika somo la juma hili. Amina.